Leo tunazungumzia ukishagundua mwanaume wako na mwanamke mwingine ama mwanaume wako anakusaliti, kitu gani ambacho unatakiwa kukifanya wewe kama mwanamke. Katika kitu ambacho wengi kinawatoaga kwenye ramani ni pale ambapo anasikia kuwa mwanaume wake ana mwanamke mwingine ama amegundua mwanaume wake yupo na mtu mwingine kwenye mahusiano. Wengi huwa wanaanza kukata tamaa na kuacha kuwajibika kama wanawake kwenye ndoa na kuanza kushindana na mwanaume. Sasa hilo ni kosa. Kitu pekee ambacho unatakiwa kukifanya ni hiki kifuatacho. Tunatakiwa kutambua kwamba swala la mwanaume kusaliti ni kitu ambacho kiko ndani ya damu yake. Yaani hata ufanye nini huwezi kumtenganisha mwanaume na usaliti. Isipokuwa kuna namna ambavyo unaweza ukatengeneza mazingira yako wewe mwanamke, hata kama kuna vile visababu ambavyo mara nyingi huwa vinampush labda mwanaume kuelekea kwenye usaliti, kama kushindwa kufanya majukumu yako, basi viweze kukaa mbali na wewe. Kitu cha kwanza, ukishagundua ana mwanamke wake, umethibitisha ndiyo ana mwanamke wake, wewe unatakiwa kufanya jambo lifuatalo. Ni kurudi nyuma na kuangalia kitu gani ambacho ulikuwa unakifanya, lakini baada ya kumzoea mwanaume wako umekiacha. Hiko unatakiwa urudie kukifanya tena. Iko hivi, wanawake wengi wanapokuwa kwenye mahusiano kabla ya kuingia kwenye ndoa ni watu ambao wanawajibika sana. Yaani ni watu ambao wanakuwa wabunifu wa kuleta vitu tofauti tofauti kwa wanaume zao. Lakini mwanamke akishaingia kwenye ndoa na mwanaume basi huwa ni mtu ambaye anabweteka na kujisahau kufanya vile ambavyo alikuwa amemfanyia mwanaume wake na kumzoesha. Hiki ni kitu ambacho wanaume wengi huwa hawawezi kusema kwa wanawake zao kwamba moja kwa moja nataka moja mbili tatu, hapana, lakini utajua kupitia hizo tabia za yeye kuwa na mchepuko. Kama kuna kitu ulikuwa umemzoesha sana wakati mko kwenye mahusiano, kwenye uchumba, alafu kaingia kwenye ndoa ukaanza kudelay, hakikisha iko kitu unakirudia kukifanya, kwa sababu huenda mwanaume wako anakwenda nje kukitafuta kile kitu ambacho wakati mwingine ulikuwa unamfanyia, lakini sasa hivi umesitisha kukifanya. Kwa hivyo fanya tena kitu ambacho ulikuwa unamfanyaga wakati wenu wa uchumba, alikuwa anaenjoy sana wakati wenu wa mahusiano. Hivyo ni vitu ambavyo vinaweza vikamsababisha mwanaume akakaa na wewe na akaacha tabia ya kuwa na cycle nyingi ya wanawake. Kitu kingine ambacho mwanamke unatakiwa kukifanya baada ya kugundua kuwa mwanaume wako ana mwanamke mwingine ama ana mchepuko ni kukaa kwenye nafasi yako. Wanawake wengi ukishagundua hilo, unaanza sasa kurumbana na mwanaume na kuanza kugombana naye kwa hiko ambacho umekiona. Yaani stori nzima, mwanaume akirudi ni yeye kuna mchepuko wake, ni kumsimanga, ni kumsakama, kitu kimeshatokea. Sasa hata ukimlaumu ni kitu ambacho kinakuwa hakina tena maana, isipokuwa ni wewe unatakiwa kuchukua action. Action ambayo unatakiwa kuchukua ni kubaki kwenye nafasi yako. Ukishalijua jambo, acha kuliuliza, kwa sababu tabia ya kuuliza ndo sehemu ambayo unamsababisha mwanaume aweze kufikiria iko kitu na kukifanya sana. Yaani kuna muda unamtuma mwanaume afanye kitu kwa wewe kuanza kuongea naye, kupigana naye kelele, hivyo ndo namna ambavyo unamtuma mwanaume afanye iko kitu. Ukibaki kwa nafasi yako unatakiwa uwe mtu wa aina gani? Ni huyu. Unatakiwa kuwa mwanamke ambaye una play part yako. Kama kuna sehemu yoyote ulikuwa unaona umelegea, maana kila mtu anajua sehemu gani ambayo alikuwa amelegea. Hasa wanawake ambao walioolewa ndani unakuta wana majukumu mengi sana. Inafika wakati mnashindwa ku-maintain muda wa mume na muda wa familia. Hii ndio changamoto. Kuwa mwanamke. Kuwa mwanamke, fanya kitu ambacho kinakuhusu wewe na mwanaume wako. Unachokosea, ukishajua kuwa mwanaume wako na mwanamke mwingine, unaanza kuongea sasa habari za mchepuko. Yaani mwanaume amefika, unaanza kumuuliza habari zake za mchepuko, unaanza kumlaumu. Hili ni kosa, kwa maana hata wewe utashindwa kuplay part yako kama mke, na badala yake utakuwa unapiga stori za mtu mwingine muda wote. Akirudi acha kuongea habari zake za mchepuko, tayari ana mchepuko wake. Wewe unatakiwa kuwa mwanamke ambaye unatimiza wajibu wako. Fanya kila kitu ambacho kinamhusu mwanaume wako. Aidha ni kumpikia, kama ni kumpa mahaba, kama ni kumshirikisha vitu vyote ambavyo vinahusiana na mambo ya nyumbani. Huyu ndio mwanamke ambaye anatakiwa kukaa kwenye nafasi yake. Yaani kaa kwenye nafasi yako na sio kujiweka nafasi ya mchepuko, kwanza kumuuliza kimepanda kimeshuka, kwanza kulalamika. Hapo ndo wengi ambapo mnakosea
na ndio sehemu ambayo inamsababisha sasa mwanaume analala huko huko kwa mchepuko, anasitisha kurudi nyumbani. Ndiyo, ni kitendo ambacho kinakera, ni kitendo ambacho kinaumiza, ni kitendo ambacho ukifikiria kuna namna ambavyo unarudi nyuma unasema mimi huyu mwanaume siwezi kumfanyia moja mbili tatu. Lakini ukifanya hivyo unaua kabisa ndoa na hayo mahusiano baina yako na mume wako. Sasa unachotakiwa kukifanya ni kukaa kwenye nafasi yako. Acha kuuliza habari za mchepuko, fanya kama haujui. Kisha fanya kitu ambacho wewe unatakiwa kuwajibika kwa mwanaume wako. Hiko ndio kitu ambacho kinaweza kukusaidia kuliko kupoteza muda na kuanza kugombana na mwanaume wako. Wanawake wengi wanakosea kisha kugundua mwanaume wake ana mchepuko, basi ndoa yao nzima watamzungumzia huyo mchepuko. Hawana muda wa kuulizana wao wenyewe hali zao, hawana muda wa kuonyeshana mapenzi, hawana muda wa kuishi kama wazazi, hawana muda wa kuishi kama family. Unakuta kila mtu ana separate hali wanaishi pamoja. Hiki ni kitu ambacho kinaua ndoa na kinaua mahusiano. Na connector mkubwa ni mwanamke. Mwanamke ndio mtu ambaye unatakiwa kutengeneza pale ambapo unaona mwenza wako amekosea na sio kumlaumu. Kitu kingine ambacho unatakiwa kukifanya ili kumsababisha mwanaume wako akarejea kwako baada ya kugundua kuwa ana mchepuko wake. Kuwa mwanamke ambaye mwanaume wako anamtaka. Kila mwanamke anajua kitu gani ambacho mwanaume wake anakitaka. Kwa mfano, wewe ni mwanamke ambaye kila mwanaume wako akiongea na wewe kuhusiana na tabia fulani huwa hauisikilizi wala hauifuatishi. Sasa inafika wakati mtu anaona asipoteze muda na wewe, bora akatafuta sehemu nyingine ya kwenda kupumzika. Hiyo tabia iache. Ukiacha hiyo tabia, mwanaume wako atarudi kwako. Kuna wakati mwanaume anatoka nje ya ndoa yake ni kwa sababu wewe mwanamke una vishawishi ambavyo umevionyesha vinavyomsukuma yeye kwenda nje. Kwa hivyo, kuwa mwanamke ambaye mwanaume wako anamtaka. Amekukataza kufanya kitu fulani, usifanye. Hataki uende sehemu fulani, usiende. Sijui hataki ukutane na mtu fulani, msikilize. Hiko ndo kitu ambacho kitamsababisha mwanaume wako akakuangalia wewe, kwa maana unakuwa ni mtu ambaye unatii kwa chochote ambacho anakuambia. Kitu cha kuepuka ukishagundua mwanaume wako ana mchepuko ni hiki kifuatacho. Epuka kumtafuta mchepuko wa mume wako na kuanza kumlaumu ama kuanza kumtukana. Haisaidii chochote na badala yake utajidhalilisha wewe mwenyewe ama utamfukuza zaidi mwanaume wako. Epuka hiko kitu. Mwanamke ambaye ameolewa ukishagundua mwanaume wako ana mchepuko, dili na mwanaume wako, usidili na mchepuko. Acha kujidhalilisha, kwa sababu ukimtafuta mchepuko umempa power ya kumchanganya zaidi mwanaume wako. Kitu kingine, epuka kuacha kuwajibika kama mke eti kwa sababu mwanaume wako amekusaliti. Hata ikitokea mwanaume wako amekusaliti, usiache kuwa kama mwanamke ambaye ameolewa na kuwajibika na kufanya majukumu yako, kwa sababu kuteleza kwa mwanaume haimaanishi ukamsukumi moja kwa moja. Kuna namna ambavyo ukiwajibika unaweza kumrudisha mwanaume wako ndani ya ndoa, ila wengi huwa mnaacha kuwajibika na kusema namkomesha. Haumkomeshi mwanaume wako na badala yake unajikomesha wewe mwenyewe. Hivyo epuka hivyo vitendo, vitakusaidia. Zingatia hayo yote. Kuwa mwanamke ambaye mwanaume wako anamtaka, wajibika kama mke, angalia ni wapi unakosea, fanya zaidi vitu ambavyo mwanaume wako anavipenda. Hapo itakusaidia sana my darling. Mpaka wakati mwingine, kwaheri.